Moja ya kitu ambacho unatakiwa kujua katika maisha yako ni kwamba wewe haukuzaliwa bahati mbaya na wewe haukuja duniani kwa bahati mbaya. Bali kuna kitu ambacho Mungu alikuletea duniani ili uje ukitimize. Na hapa utagundua kwamba asilimia kubwa ya watu wengi sana duniani ambao ni wakubwa wanaotawala dunia walitokea katika familia za kimaskini. Na sababu ni kwamba Mungu anapotaka kubariki na asilimia moja kwamba na wewe kitu ambacho Mungu amekuweka ndani yako na mpango wewe ukitimize kwa baadhi ya sheria za watu ambao alikaa jela miaka 27 katika eneo la giza sana, lakini baadaye anakuja kuiongoza taifa la Tanzania. Sasa hao ni baadhi ya watu wachache ambao walipitia mambo makubwa, mambo mabaya, na baadaye wanakuja kuwa viongozi wakubwa sana duniani. Sasa ni vitu gani ambavyo unaweza ukavifanya ili kuweza kujua ni kitu gani ambacho Mungu amekiweka ndani yako na uanze kukifanyia kazi? Jambo la kwanza ambalo natakiwa kulifanya ni kwamba angalia ni kazi gani unapenda kuifanya mara kwa mara. Kila mwanadamu duniani kuna kitu ambacho kila siku lazima akifanye. Yaani kuna vitu ambavyo unavifanya kila siku na bahati mbaya unafanya pasipo kujua. Sasa unatakiwa ukae siku moja chini uanze kujiuliza kwamba ni kitu gani ambacho wewe unakifanya kila siku, na hicho wewe ndicho Mungu amekuitia. Kwa sababu Mungu alikuumba kwa lengo la kuja kufanya kitu duniani. Kwa hiyo kitu ambacho Mungu amekuweka ndani yako kinatambulishwa kwa namna hiyo, aidha kwa namna ambavyo unakuwa unafanya kazi fulani ambayo pasipo wewe kujua. Na unatakiwa kujua kwamba hicho kitu hakitakuja hivi kuja kufanyika mpaka ukijua na uanze kukifanyia kazi. Na kama hutokifanyia kazi, basi utakufa nacho, na kitakachotokea ni kwamba ni dhambi kama dhambi nyingine. Ndio maana mwandishi wa kitabu maarufu huyu jamaa anaitwa Benjamin Franklin aliwahi kusema ya kwamba watu wengi sana wanakufa wakiwa na miaka 25, lakini bahati mbaya sana huwa wanazikwa wakiwa na miaka 65, wakiwa na maana kwamba watu wengi sana kufikisha umri wa miaka 25 mpaka umri wa miaka 30 huwa wanachana na ndoto na kile kitu ambacho Mungu amekipatia na kuanza kufanya kitu kingine au kuanza kuishi maisha yao. Kwa hiyo unatakiwa kutambua mapema sana kitu ambacho Mungu amekipatia ili uweze kufanya kazi. Wewe utakuwa mfanyakazi mkubwa sana, ndio unaweza kufanya kazi. Wewe umeitwa kuwa mwanasiasa mkubwa sana, Mungu anakuandaa kuja kukomboa taifa fulani, aidha ni Tanzania, aidha ni nchi nyingine. Lakini kama hautojua au kufanya mpaka ujue kwamba Mungu amekupatia nini, zeni unaweza kufanya. Lakini pengine Mungu amekuita kuja kuwa mtetezi wa wanyonge, anza kufanya kazi. Mungu pengine amekuita kuja kuwasaidia watoto yatima, kufanya kazi ili kuweza kuwasaidia. Lakini njia ya pili ambayo unaweza kutumia kujua ni kitu gani ambacho Mungu amekupatia duniani ni maumivu ambayo wao unapata mara baada ya kuona baadhi ya vitu. Kuna watu ambao wakitembea barabarani wakiwaona yatima huwa hawahisi chochote, lakini wewe ukitembea barabarani ukaona yatima unaanza kuumia. Unatamani kama ungekuwa na fedha ungejenga vituo vya watoto yatima na ungewahifadhi. Unatamani kama ungekuwa na fedha ungejenga shule watu wote ambao wao hawana uwezo wakasome. Lakini
Mwingine akiona hiyo hawezi. Jua kwamba Mungu alikuita duniani kuja kuwasaidia watu wa namna hiyo. Mungu amekuita duniani kuja kukomboa taifa. Mungu amekuita duniani kuja kuwasaidia watu ambao hawana uwezo. Mungu amekupa kitu ambacho kimeshikilia hatima ya watu wengine. Kwa hiyo fanya tathmini ya haraka, gundua kitu ambacho Mungu amekuitia ili uanze kufanya kazi, baadaye uje usaidie mataifa na mataifa. Watu wanakutegemea wewe. Hivyo ulivyo, unaonekana kama dhaifu, unaonekana huna fedha, maskini, lakini ngoja nikwambie kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Kilichoko ndani yako ni dhahabu sana. Ngoja nikwambie, kuna watu walipewa kazi ya kuchonga sanamu ya Mfalme Daudi. Na walipewa na papa. Walipewa miaka kadhaa wafanye hiyo kazi, lakini miaka 100 wachonge hiyo sanamu. Lakini walivyochonga ile sanamu wakashindwa, wakasema jiwe ni gumu. Lakini baadaye anapewa mtu mwingine anachonga ile sanamu kwa muda mfupi sana. Alivyoulizwa kwamba hiyo sanamu ulichongaje na umetumia mbinu gani, aliwajibu ya kwamba nilipoliona jiwe nilimuona Mfalme Daudi kwa ndani. Kwa hiyo nikaamua kuitoa jiwe, akabaki Mfalme Daudi. Akiwa na maana gani? Maana yake ni kwamba wewe unatembea, kuna watu wanakuona wewe ni takataka, kuna watu wanakuona wewe haufai, lakini kilichoko ndani yako ni kikubwa sana. Kumbe wewe kwa ndani ni Mfalme Daudi. Wewe kwa ndani ni dhahabu kubwa sana ambao inaleta manufaa makubwa sana duniani. Usijione kwa udhaifu ulionao, hapana. Hata Yusufu alikuwa dhaifu, lakini baadaye anakuja kuwa mtu mkubwa sana duniani na kulisaidia taifa lake kipindi cha njaa. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kukusaidia kujua ni kitu gani ambacho Mungu amekuitia duniani ni watu gani unapenda kulingana kazi wanazozifanya. Kuna baadhi ya uwezo au wito wetu ambao tulionao umefichwa kwa wale watu ambao tunawaona. Mungu anakutambulisha kwamba wewe unatakiwa ufanye kazi kama fulani. Kuna mtu ukiona unatamani ungekuwa ni wewe, unatamani wewe ungekuwa unafanya, lakini kwa sababu hujagundua ni kitu gani ambacho Mungu amekuitia unashindwa. Jua kwamba hicho unachotamani kukifanya kila siku unapomwona mwenzako, maana yake ni kwamba ndicho Mungu amekuitia. Ukiona na fulani unafurahi, maana yake ni kwamba hicho ndicho Mungu amekuitia. Kuna mtu akiangalia movie anafurahi kuona fulani anavyoigiza, Mungu amekuita kuwa mwigizaji. Kuna mtu mwingine akisikia mtu anaimba anafurahi kuona mtu anavyoimba, Mungu amekuita kuwa mwimbaji mzuri. Kuna mwingine akiona wafanyakazi wa benki anatamani angekuwa kama yeye, Mungu amekuita kuwa mtu wa eneo hilo. Kwa hiyo muda mwingine unatakiwa kuangalia watu huenda Mungu amekuitia kwa mfumo huo, lakini njia nyingine kujua kitu gani ambacho Mungu amekuitia tunasema ni ule mwamko wako wa ndani. Kuna kitu ambacho ukianza kukifanya ni kama hauchoki. Unatamani ufanye, yani unatamani usiache. Sema tu muda unakubana ndio maana unaacha. Unakuta kwamba unafanya kazi nyingine, lakini ukianza kufanya ile kazi unaona kama hauchoki, unatamani usiache kufanya. Kumbuka Mungu amekuitia kwenye eneo hilo. Kuna watu ambao kwamba akianza kusoma kitabu hapa anatamani asiache. Kuna mtu mwingine akianza kuangalia movie anatamani asiache. Angalia ni kitu gani Mungu huwa anaita kwa namna tofauti sana kwa namna hiyo. Lakini kitu kingine cha mwisho ni kwamba ambacho unaweza kukitumia kutambua kwamba wewe umeitwa kwa ajili ya kazi gani, ni unatakiwa kuuliza watu wanaokuzunguka. Ukweli ni kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo watu tunavifanya na hatujui kama tunafanya, lakini watu wanaotuzunguka ndio hao ndio wanajua sisi wakina nani. Na ukiwauliza utakwambia kwamba wewe unavyoonekana una kipaji cha kuwa mtu fulani, aidha una kipaji cha kuwa mchezaji wa mpira, una kipaji cha kuwa msanii, una kipaji cha kuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili, una kipaji cha kuwa mwalimishaji, una kipaji cha kuongoza taasisi. Hata uongozi ni vipaji, ndio maana wengine hawawezi. Kwa hiyo unatakiwa kuwauliza watu wanaokuzunguka. Hizo ni njia kadhaa ambazo unaweza ukazitumia kuweza kujua ni kitu gani ambacho Mungu amekuitia duniani na uanze kukifanyia kazi. See you at next level.